Okay, hii ni updated video ya namna ya kuweza kufanya transfer ya hela kutoka Binance kwenda Royal Q. Depends unapeleka kwa ajili ya nini, inawezekana ni fuel fee ama unapeleka kwa ajili ya activation, kwa ajili ya kuactivate bot yako. Lakini all in all tunachokifanya hapa ni kuhamisha fedha kutoka Binance kwenda Royal Q kwa ajili ya matumizi kama haya niliyosema. Either unataka kuweka fuel fee au unataka kuweka hela kwa ajili ya activation. So tunachokifanya hapa, tunafungua Royal Q. Baada ya kufungua Royal Q, tunaenda kwenye eneo limeandikwa assets. Ili hapa tunaingia kwenye eneo ambalo limeandikwa assets ili tuweze kuchukua kitu kinaitwa address. Tunachukua kitu kinaitwa wallet address. Tukishapata wallet address, ndio tunaweza kufanya ustaarabu wa kuweza kuhamisha fedha. So tutaingia hapa kwenye assets, halafu tufanye mchakato wa kuweza kuhamisha fedha. So bonyeza assets, halafu kisha nitabonyeza deposit SF. Deposit SF. So tabonyeza deposit SF na naona kuna categories hapa. Dola kadhaa wameshapowekea, unataka kudeposit kiasi gani, iko namna hiyo. Lakini una nafasi ya kuandika wewe mwenyewe amount unayotaka hapa. Una nafasi ya kuandika amount unayotaka hapo, lakini si lazima ufanye yote hayo, kwa sababu issue ni kupata address ili uweze kufanya deposit. Issue ni kupata address, hicho ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo sasa kwa sasa hivi mpaka hii video inatengenezwa, deposits kwa kutumia networks, sana sana Royal Q natumia networks 3. Kuna Polygon, kuna BNB na kuna TRC20 yani Tron. Kwa sasa network ya Polygon haifanyi kazi, na ndiyo network ambayo ilikuwa unaweza ukatuma dola 10, ukatuma USDT 10. Ndiyo network pekee ambayo ilikuwa inakuruhusu utume USDT 10. Lakini kwa sasa tuna BNB ambazo ziko active na tuna TRC20. Sasa TRC20 inahitaji utume dola kuanzia 50 kwenda juu. BNB inakuhitaji utume kuanzia dola 20, kuanzia $20 kwenda juu. Wakati Polygon ilikuwa inakuruhusu utume kuanzia $10 kwenda juu. So kwa sasa tutatumia networks zingine. As you can see, kwa mfano nikiselect hapa 100 SF alafu nikaselect deposit, utaweza kuona Polygon iko suspended, lakini TRC20 iko active, BNB iko active. BNB iko active. So kama TRC20 na BNB ziko active, maana yake hapa mwenyewe unaona wameandika minimum deposit kwenye BNB ni inatakiwa iwe dola 20 au zaidi, greater or equal to $20. Hapa kwenye TRC20 inabidi iwe greater or equal to $50, yani dola 50 na kuendelea. So tutachokifanya hapa ni kupata address. So kwa mfano unataka kutuma fuel fee, labda kwa ajili ya matumizi ya fuel, basi better uselect na unataka kutuma hela kidogo, kwa mfano hautaki kutuma dola 50, manake kwa sasa inabidi utume dola 20, ndio sharti lilivyo.
Kuna wengine wanasema waliweza kutuma $10 kwa kutumia BNB, but mimi sitaki huo mfano ukashindwa kuendelea na trading kwa sababu ya changamoto ambazo zinaweza zikakukumba, kwa sababu hii sheria iko kwa ajili ya kusaidia kujua unatuma kiasi gani. Kwa hiyo kwa wale wa fuel fee tunaweza tukatumia BNB na uhakikisha unatuma $20 kama fuel fee. Siku ambapo Polygon itakuwa active na sijui itakuwa ni lini, basi tutaendelea kutumia Polygon. So nitaelekeza namna ya kutumia address zote mbili ambazo zipo active, BNB na TRC20. So mfano unataka kutumia BNB, yes, ta select BNB sasa hapa, taibonyeza BNB Smart Chain. Hii BNB Smart Chain kwa jina lingine kwa kifupi inaitwa BSC. Wametoa maneno ya kwanza, herufi za kwanza BSC. Kwa utakapokuta BSC jua ni kitu kile kile. Ukikuta BP20 ni kitu kile kile. Ukikuta BNB Smart Chain ni kitu kile kile. Kwa hiyo usichanganyikiwe hapo. So tutabonyeza BNB Smart Chain. Baada ya kuiselect tutakuja kubonyeza ile eneo limeandikwa generate temporary address. Baada ya kubonyeza hapo nasema I have read and agree. Alafu nitasema I understand hapo. Mwingine inawezekana hajaona wakati tumeenda haraka, so nitarudia tena, nitabonyeza deposit SF. Narudia tu just in case, deposit SF. Halafu nitaangalia kiwango ninachotaka kudeposit, kwa sababu tumeshasema BNB inapokea kuanzia $20. Naweza kuselect hiyo $20, then nikasema select payment method. Sawa, narudia tena deposit SF. Nitachagua labda $20 nataka ni deposit, tasema select deposit method. Baada ya kubonyeza deposit select method, BNB inakuja hapo, na uhakikishe uko kwenye upande wa USDT, usio kwenye upande wa USDC, kwa sababu si hatutumii USDC, tunatumia USDT. So USDT ndio kiwango ambacho tunakituma, na by default bro ukiwa unaichagua USDT by default. Kwa hiyo labda tu itokee kwamba labda rafiki yako imemisbehave, lakini moja kwa moja huwa inakuja hapo kwenye USDT. Kisha tabonyeza BNB Smart Chain, kisha tabonyeza generate temporary address, tabonyeza I have read and agree, then read and agree unabonyeza, alafu I understand, na kisha tunapata address. Hii ndio address ambayo tunaitafuta. Hii ndio address ambayo tunaitafuta. Kama unakuwa na simu nyingine ambayo ndio ina account labda ya Binance, basi unaweza ukascan tu QR code, lakini kwa sababu tunatumia account tunatumia account hiyo in the same phone, basi kazi yetu sisi ni kuchukua hii address hapa. So taicopy address kwa kubonyeza hivi vibox vile vidogo hapa, boom, kisha utaona copy successful. Baada ya hapo nitaenda sasa Binance, nahitaji kutoa hela Binance niilete huko. Kwa nimechukua address kutoka huku Royal Q. Yaani sasa na kama unataka kumtumia mtu hela kwenye hizi wallet za simu, mfano Tigo, Mix by Yas ama M-Pesa ama nini, maana lazima uwe na namba yake. So hii ndio ni kama namba sasa ya mtu ambaye anatumiwa hiyo fedha. So nitaenda Binance, nitaingia Binance, alafu kutoka huku Binance nitaenda kwenye assets. Baada ya kuingia kwenye assets nitabonyeza neno send. Sawa, nitabonyeza neno send hili hapa hili. Baada ya kubonyeza neno send itaniletea hii menu hapa. Mimi nitaselect withdraw crypto. Sawa, baada ya kuselect withdraw crypto zitakuja sasa itakuja page hapa. Mimi
ninahitaji nitume USDT. Kwa hiyo nita select USDT, either nibonyeze hapa au nibonyeze hapa. So popote pale ni sawa, utabonyeza USDT. Halafu hapa kwenye ili eneo la long press to paste nitaweka ile address niliyokopi kutoka Royal Q. So unaweza ka long press ili upaste hapo hiyo address. Halafu kwenye network sasa, hapa wengi waga wanakosea. Network sasa nilikwambia ukikuta neno BSC, ukikuta neno BNB Smart Chain, ukikuta neno BEP20, zote ni kitu kimoja, ni kile kile. Sometimes wengine wanachaguaga OP BNB, wanachaguaga hii network, unakuta wanapoteza hela. So sisi tunachohitaji kuchagua ni hii network hapa, ndio ambayo address ambayo tumekopi kutoka Royal Q. So tunachagua hiyo BNB Smart Chain na kisha naweka kiwango ambacho nataka nitume. Mfano kule wametuambia not less than $20. Kwa hiyo naangalia tu fuel fee hapa ama transaction fee ni kiasi gani, ama network fee inaitwa kwa jina lingine ni kiasi gani. Naona ni 0.01, so naweza kuandika 20.01 ili kule niweze kureceive $20. Na hapa wanakuonesha kwamba kule uta receive $20. Kwa nimeweka 20.01 ili niweze pia kucover hii network fee hapa. So baada ya kufanya hivyo utabonyeza withdraw. Baada ya kubonyeza withdraw utabonyeza neno confirm. Baada ya kubonyeza neno confirm utaletewa page ya kuweza kufanya verification. Sasa ufanye verification either kama unatumia passkeys ama unatumia email verification, kama unatumia facial verification. Ni ile verification ambayo inakuruhusu sasa procedure iweze kuendelea mbele. Kwa hiyo utaweka passkeys zako labda, ama utaweka kama ni email ukachukue kodi kwenye email, kama ni facial, kama ni phone number verification, hivyo yani hizo verification. Baada ya hapo utakuwa uko tayari kwa ajili ya kupokea fedha upande wa pili wa Royal Q. So mimi kwa sababu sihitaji kupeleka hela sitaendelea na hiyo procedure. Baada ya muda fulani dakika kadhaa tu, sio nyingi, hela itakuwa imeingia hapa na itakuja kusoma kwenye ile eneo la strategy fuel. Sasa mimi nasoma 0 kwa sababu sihitaji nasoma 0 kwa sababu sihitaji, I don't need strategy fuel kwa sababu nina bonus rewards, hizi reward bonus ambazo zina act kama fuel. Kwangu mimi namna nyingine ya kupata fuel ni kuwa na team ili uweze kugenerate hela, na hiyo hela itakusaidia kuact kama fuel fee. So kwangu mimi sihitaji kutumia strategy fuel, ninakuwa na fuel hapo ambao naweza pia withdraw kama nikitaka withdraw. So hiyo naiacha itumike kama fuel fee. Lakini kama unataka kutumia TRC20 ni yale tu, unabonyeza deposit self, na tunajua TRC20 ni kuanzia dola 50 kwenda mbele, dola 50 kwenda mbele. So ukiweka dola 100 sawa, ukiweka dola 200 sawa, vyovyote vile ambavyo utaona ni sawa. Hata hiyo BNB nimesema dola 20 kwenda mbele, manake kutoka 20 kwenda mbele, kutoka dola 20 kwenda mbele, dola 100, 500 sawa. Lakini wewe unatuma kile ambacho unaona kinastahili kutumwa. Mfano unataka kutuma dola labda 120 kwa ajili ya activation, natolea tu mfano. Unaweza kutumia network ya BNB au kutumia network ya TRC20. Sasa hivi nitaonesha network ya TRC20. Mfano mimi nataka tu nitume dola labda dola ngapi, labda 150, natolea tu mfano. Ta select deposit. Mara kwanza tuichague BNB, so naonesha sasa hivi ya TRC20. Kama kawaida nita generate temporary address na nitaendelea kama nilivyofanya kutoka kwa nani. So nitakopi tena hii address as usual, copy successful, taenda Binance. Baada ya kuingia Binance
natakiwa niwe kwenye, inawezekana ukawa kwenye hii page. Nitabonyeza neno send kama kawaida, withdraw crypto kama kawaida, USDT kama kawaida. Nitapaste address ambayo nimekopi kule kama kawaida kwenye eneo la kwanza. Kwenye network sasa nitabadilisha, itakuwa ni TRC20 ama TRX, ama ukikuta Tron, zote ni sawa. Hizi zingine manake hazi apply. Network ni na mara nyingi ukichagua address network ile ya kwanza huwa inajiweka hapo, ile ambayo ni husika. So nitachagua TRX. Baada ya kuchagua TRX, nitaweka kiwango changu ninachotaka kutuma, labda $50. Na kwa sababu hii account haina hiyo fedha, basi inaniambia hapo insufficient fund, lakini nafikiri umeelewa. Baada ya hapo, kama kawaida, withdraw, unaweza withdraw kisha confirm kama vile tulivyofanya kwenye BNB. So that's how unavyoweza kupeleka fedha kutoka Binance yako kwenda kwenye Royal Q yako kwa ajili ya matumizi mbalimbali, either ni fuel fee ama ni activation fee, vyovyote vile ambavyo unaona ni sawa. So video hii iliweza kusaidia kufanya hayo. Asante.